Wapendwa, tusikuwa tunachukua neno la Mungu kama kioo cha kujiangalia tu, baadaye tunasahau. Unatoka bedroom unasahau, unaenda na hapo unasahau. Ulikuwa umesikiliza neno juzi ukasahau, ulikuwa umesikiliza jana kabla ulale ukasahau, umeingia asubuhi umesahau, unaingia lunch hour unasahau. Wapendwa, alama shekere shanda, wengine wamekuwa ni watu wa kusahau. Na wacha nikuambie, kuna tupepo tuingine tunafanyanga mtu wasahau neno la Mungu, lakini unasahau mambo ambayo haina maana katika kichwa zako, katika mawazo yako. Wewe hata unasikiliza neno, lakini pahali mnenaji alienda akakonfusiwa, pengine hata akiongea hivi kuna mahali alislide hivi kidogo. Hiyo ndio maneno, hilo ndio neno lenye utabeba. Bwana Yesu asifiwe. Lokarida ramba shanda. Sio pio jiombea mpendwa. Nikwambia, tunapokuwa tunapata neno, ni vizuri kujiombea. Unaombea hata mawazo yako, unaombea akili zako, unakemea karoho kusahau. Bwana Yesu asifiwe. Unahubiriwa vizuri. Unaweza hata toka kanisani, ulikuwa kwa service, lakini unapotoka hivi umesahau. Randa riba shanda. Saa zingine ni vizuri kuinukia mapepo mengine. Unaiambia, nimekataa, sitakuwa nasikia neno, nafurahia, natoka pale nikiwa nimefurahia, nimecheka. Na actually hatuendagi kanisani tu kucheka. Baada ya kucheka, jiulize, hilo neno lenye lilifanya nicheke, hilo neno lenye nilifanya niseme huyo mtu amenena vizuri, je, lina manufaa, lina faida katika maisha yangu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini uishi kunenewa kuhusu kusameheana, na wewe bado unafurahia, unasema kwamba nitasameheana, lakini ndani yako bado uko na ugumu wa kusamehea? Wapendwa, sio tu kusikiliza hili neno, roho karida raba erekereba shanda, ni kusikiliza na kulitekeleza.